Wewe unayonifuata saa hii, baraka na amani iwe juu yako. Nakuja kukutangazia masomo ambayo watu wengi wanachelewa kuyajua. Heri kwa wewe ambaye unanifuata ikiwa ni kijana. Kitu cha kwanza, muda hauwezi kurudi. Watu wengi nakuta wanapoteza muda na hawajui ya kwamba muda unaopoteza haiba kutoka kwa maisha yako ya baadaye. Haijalishi ya kwamba umepoteza muda, ila tu useme yaliyopita si ndwele, acha tugange yajayo. Jua ya kwamba haijalishi kama leo ulizembea, inabidi sasa baada ya kusikia somo hili kesho uweze kugeuza. Jua ya kwamba ukipoteza muda leo, madhara yatakuja kesho. Cha pili, hakuna mtu aliyekuja kukuokoa. Hakuna mtu anayeweza kukuokoa. Ikiwa ni marafiki, ikiwa ni wazazi, ikiwa ni serikali, wote wana mipaka. Mwishowe, jukumu lako la maisha ni wewe tu. Ujue ya kwamba tatizo zote zitakazo kukumba ni wewe utakayejiokoa. Usitegemee mwingine. Kitu cha tatu, elimu si darasani tu. Kupata elimu si darasani tu. Waswahili wanasema elimu ni bahari. Jua ya kwamba hata kama una alama nzuri na mafanikio darasani, ujue ya kwamba kuna masomo mengine maishani. Hapo nje kuna maisha mengine, kuna masomo mengi utakayoyasoma, dunia itakufunza jue. Ndio maana utakuta wale ambao wamekuwa wa kwanza darasani, utakuta maishani imeshindikana. Na kinyume chake, wale ambao walikuwa wastani au walikuwa wanakuwa mwisho darasani, ukakuta wamefanikiwa maishani. Hilo latokea. Kitu cha nne, marafiki hubadilika. Sio kila mtu anayeanza safari na wewe atamaliza safari na wewe. Hapana. Na hiyo ni kawaida, sio usaliti. Hapana. Unaweza kuwa pamoja na mtu ukakuta ameingia katika maisha yake, na unaingia katika maisha yako, ukakuta sana, ukakuta yeye ameshughulika na ya kwake na unashughulika na ya kwako. Hawa sasa kabidi muwe hamkutani. Na ujue ya kwamba rafiki wa leo anaweza kuwa adui wa kesho. Sasa rafiki yako atakapokusaliti au atakapokufanyia kitu kibaya, siji kashangaa kwa kuwa wewe ulikuwa umejua mbele. Kitu cha tano, pesa ni chombo, sio lengo. Ukikosa nidhamu ya pesa ukiwa mdogo, hata ukipata nyingi baada zitakuponyoka. Haijalishi kiasi cha pesa unachokipata, ukubwa wa pesa unaopokea au wingi wa pesa unaopokea, haijalishi, ila tu kuweza kubaki nazo ndo tatizo kubwa. Ndo kinachowashinda wengi. Nakuta mtu ana mshahara mkubwa na ukakuta kwamba akipata mshahara ameenda karibuni, zote zikaishia katika pombe au katika umalaya au katika vitu vingine ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo ukipata pesa wewe usione kama
maharage ya kupanda, sio maharage ya kula, maharage ya kupanda. Ufikiri mradi utakao utekeleza. Haya, kitu cha 6, upendo pekee hautoshi. Manake mahusiano yanahitaji heshima, yanahitaji mawasiliano, yanahitaji vitendo. Sasa unaweza kuwa na mtu kudanganya eti anakupenda na hamuongei, hakuna mawasiliano, nakuta na kosa mawasiliano na wewe, kumbwa na shida, hakusaidii. Maana kukusaidia tu si kwa vitu vinavyoonekana. Mtu anaweza kukusaidia kwa mambo nadharia, kwa mambo dhahania, ikiwemo kukuombea, kukushauri, kukupa maneno ya nguvu kama haya ninayokupatia. Kwa hiyo wewe uwe mtu mzima. Cha 7, afya ni mtaji mkubwa. Wewe ambaye unanisikiliza ukiwa kijana, inabidi sasa ujana wako utumike kabisa ukiwa ungali kijana, kwa kuwa utakapokuwa mzee utakuja kujuta wakati muda wako haujautumia vizuri. Inabidi sasa ukiwa na nguvu, mnajua kwamba vijana sasa huwa na nguvu zako zitumie, kwa kuwa wazee wana akili ila hawana nguvu, na wakati vijana wana nguvu ila hawana akili. Inabidi sasa baada ya kusikia mafunzo haya ugeuze, uwe na akili. Kitu cha 8, makosa ni sehemu ya safari. Sasa nakwambia usiogope kukosea, kwa kuwa asiyekosea ni yule ambaye hafanyi kitu, na asiyekosa ni malaika. Kwa hiyo unapofanya kazi hizi, unapotekeleza mradi fulani, unaweza shindwa, unaweza kufeli, na usifadhaike, usivunjike moyo, usikate tamaa. Utakuja kufaidika, utakuja kufanikiwa baadaye. Inabidi tu uwe unavuta subira, mwishowe unafikia lengo lako. Kitu cha 9, usijilinganishe na wengine. Sasa maishani naishi katika maisha tofauti. Unakuta vijana wengi wakasambaza hela zao bure, wakatumia hela zao bure. Wewe angalia, je, nina kiasi gani cha pesa? Nimetoka katika familia gani? Familia yangu nitafutia au mimi ndo najitafutia mwenyewe? Angalia kwanza, unalingana na watu hao. Na kijana naona bosi anatumia chupa 3 na kijana atatumia chupa 3, na wakati hajua ya kwamba huyu bosi anaandaa mbele, na ukakuta huyu bosi ananunua hiki na kijana anataka kukinunua, wakati hajua kwamba yeye amepanga mbele. Acheni fikra hizo. Kitu cha 10, nidhamu ni bora kuliko motisha. Yaani motisha inakuja na inaweza kuondoka, ila tu nidhamu ndio inajenga maisha. Popote pale utakapoenda, usipokuwa na nidhamu, utaambulia patupu, utagonga mwamba. Na kwambia inabidi sasa popote pale unapoenda ujue jinsi ya kujienenda. Yeyote utakaye kutana na yeye, ujue jinsi ya kuongea naye, ujue jinsi ya kuwa, kwa kuwa watu wanatofautiana. Ukikutana na mzee, ukikutana na kijana, ukikutana na mdogo, ujue jinsi ambavyo unaweza kuongea na yeye au unavyoweza kumchukua. Kama umesikiliza masomo haya, usisite kufanya subscribe, like, share na comment. Hayo yote yatakuja kutusaidia.